Eh. Hamna bosi, kulikuwa kuna dharura kidogo na ndio maana nikaomba kwamba leo siwezi kuja. Ni leo tu wala sio kesho. Yaani kesho nitakuja kazini. Asante sana bosi. Nashukuru sana bosi. Msubiri kwanza. Unawahi wapi? Naomba hela. Hela? Hela gani tena? Nasikia ende saluni. Ile 20,000 uliyoacha ndani ni ya nini? Wewe, hela uliacha ni chakula. Naomba hela saluni. Yaani 20,000 yote ni hela chakula? Kweli, Mariam? Mariam, tafadhali usinijezie hizi. Niache niende kazini. Nisije nikakutia makofi Mariam. Wewe ni kokote. Yaani leo kama kupigana tutapigana. Wewe, tulia hapa, naomba hela. Niachie mpunga nenda ofisini kwako. Yaani nitahakikisha tunagawana majengo ya serikali leo. Mmoja anaingia mocho, mwingine anaenda hospitali. Mariam, wewe kupigana na mimi? Hata kwenye kiganja changu uenei. Wewe unaweza kupigana na mimi? Nakwambiaje ndio utajua leo. Mariam, pisha niende kazini. Usinipige kelele. Acha mpunga. Utoe miguu hii. Changamka baba. Mimi nimeoa mwanamke wa design gani? Hivi uko nini unakuwa mshezi hivi? Sijajioa, ulinioa. Wewe mwanamke wewe. Baba, leo unatoa au vipi? Maneno mengi. Bavu. Yo. Hata unaone vipi hela ushatoa. Sawa. Nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Mambo vipi? Shwari. Kama kawa. Hivi, shemeji yako umemwona maeneo haya? Hivi bwana, mimi siko serious au unanitia? Bwana, niko serious. Sasa Oliva. It's very funny, lakini anyway, inawezekanaje mkeo akatoka haja kuaga? Unajua nimetoka mara moja, kuna mtu anaenda kumpeleka sehemu. Then narudi nakuta milango hapa imefunga. Na ndio maana nimekuuliza hivyo.
Mimi nipishana naye hapo kwa Bwana Juma. Kamuuliza, Irene wapi tena saa hizi? Akaniambia mimi naenda shughulini. Shughulini? Kwa kaenda shughulini sio? Anyway, bwana wanasema lisemwalo lipo kama alipo laja. Basi itakuwa tu ni kupitiwa pekee. Kwa hiyo jaribu kuwasiliana naye. Bwana mimi nawahi mechi. Poa. Haya ndugu yangu. Alice, uko sawa kweli? Niko poa kabisa. Mimi naona leo ndo hamjachangamka. Nina stress kidogo tu. Tatizo ni nini? Unajua changamoto za nyumbani kwangu zinanichosha sana. Kivipi? Yaani mume wangu ni tatizo sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja Alice. Maisha ya ndoa yanahitaji uvumilivu sana. Hayo unaopitia wewe, hata mimi nyumbani kwangu pia napitia changamoto sana mimi na mke wangu. Kugombana kila siku, kukorofishana kila siku, lakini still bado naendelea kuvumilia. Na kushauri na wewe pia, endelea kuvumilia kwa sababu umefunga ndoa ukiwa kanisani. Haijalishi mume wako anakukwaza kiasi gani, haijalishi mume wako anakukwaza mara ngapi. Mimi ushauri wangu naomba tu uvumilie. Kwa sababu mimi nimeoa, wewe umeolewa. Pia Benson ameoa. Kwa hiyo sidhani kama hapa kila mtu upo perfect kwenye ndoa yake. Na naamini 100% hata Benson pia ana matatizo kwenye ndoa yake. Au unaongopa hiyo? Unajua mimi nasikia tunavyoongea, yani kama vile yani mnaishi kwenye maisha yangu. Yaani unajua mimi mke wangu sasa hivi namuita kichefuchefu. Unajua sio jambo sana la kuzungumza kwa ukubwa kwa kuwa hata tukizungumza ni kama vile hatuwezi kuyasolve kwa sababu mhusika ni mmoja, anafanya vitu ambavyo hajielewi. Yaani mke wangu hajielewi. Anyway, Alice. Mimi naamini kwamba wewe ndio unabeba maisha ya mume wako. Sasa shida tulijua labda kwa sisi wanaume mimi kwamba ni tabia za wanawake. Sasa mwanaume wako inakuwaje? Yule mwanaume yuko kwangu kama vile, yani sio hata niwaelezeaje. Mambo mengi yanayonipitisha yananiumiza sana. Pole sana. Naweza kusema yani kuna muda nashindwa kufanya kazi kutokana na pale anaponipitisha. Lakini mimi niseme kitu kimoja. Ni sawa kuvumilia, lakini inafika hatua mtu unachoka. Kwa mfano kama mke wangu mimi. Jamani hapana. Mke wangu ni msumbufu. Sio kidogo. Mimi nilishindwa. Na mpaka hapa natengeza picha nyingine. Anyway, tuachane na hizo story. Tuachane na hizo story. Unajua sitaki kurudi yani kama hivi nimepata time ya kuwepo na nyinyi kidogo na enjoy. Hebu tuache story.
kama nilivyokuambia mara, kwa nitakupeleka dunia kokote katika hii dunia ambapo unakuhitaji. Yaani sijutii kupoteza gharama ya shilingi ngapi kwa ajili yako. Unachokihitaji kwa wakati sahihi, mara sahihi nitakupatia. Really? Yeah. Oysterbay, Russia, Thailand, Uturuki, kote kuna namna kupeleka na tukaenjoy maisha yetu. Sitosha kwanza na gari. Mimi nitakununulia gari. Really? Kweli? Wewe kubali tu kuingia katika maisha yangu, kuwa na mimi, kila kitu ambacho unachokitaka utakipata kwangu. Well, nimechoka kukupenda ghafla. Na naahidi kukupenda siku zote za maisha yetu. Unachokiongea kinatoka Kinatoka moyoni na namaanisha ninachokisema. sana kusikia. Na unapenda ndoa yetu tufunge sehemu gani au nchi gani ambayo wewe unaweza kufikiria katika maisha yako? Pote pale ambapo pata kupendeza wewe mpenzi wangu. Wewe option unachagua. Mimi nimekupa priority kama ndio umeamua. Itaenda hivyo. Ni nafasi nyingi sana ambazo tungeweza kuzungumza, lakini mimi nimependa sana tuje tuzungumzie hapa kwa sababu chakula chetu mara nyingi tunapenda kupata hapa. Kwa hiyo usione labda nimekuleta pale pale. Niambie Benson, nakusikiliza. Kwanza kabisa Alice, naomba unielewe kwa sababu nitazungumza labda kitu ambacho kitarajia kutoka kwangu. Alice, mimi ni mwanaume. Nina hisia za kuumizwa pia, nina hisia za kupenda pia. Mimi sitaki kukaa peke yangu. Alice, nimetokea sana kuvutiwa na wewe. Kwa hiyo sidhani kama kuna sababu ya mimi kuacha kuzungumza hili kwa kuwa mwenzangu pia anajua hauna mtu. Kwa hiyo Alice, please. Naomba ili usikikatai tafadhali. Benson, unajua pale ofisini nyinyi ni marafiki zangu ambao nawapenda sana. Tunashirikiana mambo mengi sana. Tumefanya kazi kwa kipindi kirefu sana. Tumekuwa as a family. Ila mimi sidhani kama hilo ni jambo sahihi kwetu sisi kuvunja urafiki wetu na kwenda kwenye of course pale ofisini. Nisikufiche rafiki yangu, mimi mtu ambaye navutiwa naye sana ni George. Alice, lakini George hajawahi kuzungumza kitu kama hichi. Wewe unaonaje kama ukiwa ndio umemuelewa yeye George afu hajakuelewa? Hebu tufanye ile jambo kuwa rahisi rafiki yangu. Unajua mimi na wewe tunajuana. Vitu ulivyokuwa navikosa kwa mume wako na vitu ambavyo nilikuwa navikosa mimi kwa mke wangu, nafikiri tutafix na tutakaa sawa. Tafadhali Alice, naomba unielewe. Benson, mimi na George tumeshaanza mahusiano tayari. Kwa hiyo I'm sorry. Samahani sana kwa kukuambia hivyo. Najua unaumia lakini naomba unielewe. Ni bora kukuambia ukweli kuliko kukuficha au kukuzungusha zungusha. George. George what? Kwa unampenda George, si ndio? Okay, right. Benson.
Hello Alice. Ya, mimi niko poa, sijui wewe. Ya. Hapana, saa 10 itakuwa. Fanya hivi. Fanya saa 1 kwa sababu saa 10 kuna mahali nitaenda, kwa hiyo sitaweza kufika muda huo. Tufanye saa 1 jioni. Okay. Usijali. Nani Benson? Amna bana. Haya poa. Okay, usijali. No bana, usijali kwa hiyo. Yeah. Okay. Alice. Niambie George. Yaani nikwambie tu ukweli. Unaupiga mwingi sana ofisini. Mimi nafikiri George, ukiipenda kazi yako utaitumikia ipasavyo. Kwa upande wangu napenda sana kazi yangu. Napenda kitu ninachokifanya. Napenda kufanya kazi zaidi. Na the way unafanya kazi mpaka sisi hapa tulokuwa wavivu tunapata motivate. Tunakuwa tunafanya kazi kwa speed kwa sababu yako wewe Alice. Unajua wewe ni kiungo muhimu sana pale ofisini. Kweli George? Kweli. Yaani nisio tu nakusifia uongo. Nikwambie tu ukweli. Unaupiga mwingi. Yaani unaupiga mwingi. Hata nyewe mnaupiga mwingi. Yaani nyewe ndio mnanipa motisha kwa sababu nyewe wenyewe mnafanya kazi sana. George, kweli mnafanya kazi sana. Yaani mnanipa moyo pia. Ila wewe umekuwa tofauti Alice. Unajua kwa sababu gani umekuwa tofauti? Yaani kwanza wewe unakuwa ni wa kwanza kufika ofisini na ni wa mwisho kuondoka ofisini. Yaani mpaka like mimi sema hongera sana. George, toka nimekuja pale ofisini napenda kunisifia sana. Unajua Alice wewe ni mrembo sana. George. Kwa hiyo nakuongopea. Mimi hilo sijui. Yaani hilo siwezi kujibu. Basi, ila umezidi kunisifia kwa kweli. Leo ukitoka ukienda nyumbani, angalia dressing table yako. Angalia kioo cha dressing table yako. Uangalie nuru ya sura yako jinsi ilivyokuwa mrembo. Mimi nakwambia ukweli, wewe ni msichana mzuri sana. Na mwanaume yoyote alikuwa alijali. Anatamani kabisa kuwa na wewe. Ila Joshua una masihara sana. Amna, ni kweli. Mtoto wenu umekamilika kila idara. Urembo unao, hapa IQ iko sawa. George, kuna ni hili la masuala ya kazi au kuna lingine? Sina mengine zaidi ya hayo. Wewe ni mrembo. Ali sijua tu hivyo. Asante George. Anyway, nafikiri tumekaa muda mrefu hapa. Tumekunywa, tumekula. Naona tuame. Sawa, tuondoke. Au sio? Baby, hi. Umekuja saa ngapi? Kwanza bora nimekuona. Hela nimechoka kwenye drawer kwa. Nimefanya shopping. Hey, uko serious? Uoni vitu? Yaani Irene, pesa ya kazi unaniambia umeenda kufanya shopping? Chana nayo. Kwanza subiri, nimekuletea bonge la zawadi, baby leo. Unaenda kung'aa. Surprise. Irene, yaani mimi nakwambia mambo ya kwamba ni hela ya kazi alafu unaniletea utani. Yaani unaenda kufanya shopping ya Irene. Hebu nisikilize vizuri. Aisee, nahitaji hiyo hela. Sio ya kwangu. Unaifanyia nini? Unashindwa kuelewa kama mimi ni mwanamke mzuri mume wangu na vitu vingine vidogo vidogo sinachukua tu, pesa ni yetu sote. Uko serious? Yaani pesa ya kazi unaniambia kwamba ni vitu vidogo vidogo? Lakini hebu nisikilize vizuri. Sawa? Hebu tuelewane vizuri. Mambo ya shopping nishakwambia tunakaa chini tunapanga lini tunaenda shopping. Sio unajiamulia tu. Alafu hiyo hapa ni hela ya kazi milioni 2 lini nilikwambia kwamba inaenda shopping.
Sasa wewe unitegemea umeacha hela ndani, mimi sina hela, nataka vitu, nafanyaje? Hivi mbona ushita tamaa? Lakini si unafanya kazi bado? Si utaendelea kupata pesa? Wewe acha kwa kwa serious basi. Hii hapa sikiliza. Hii hapa ni hela kununua vifaa vya kazi, sawa? Kuwa serious. Irene, fanya ufanyavyo, hiyo pesa mimi naitaka kwa sababu ni hela ya kazi. Irene, alafu mambo ya shopping, mambo ya risha kwambia tukae chini kwanza, tujadiliane alafu tunapanga wote. Mara ngapi nimekuambia hili jambo? Lakini ukuepo, mimi nimeona hela nifanyeje? Irene, milioni 2, sio kwamba ni hela ya shopping. Hebu tuelewane basi. Kama ni kazi si unafanya Berry na hela utaendelea kupata. Irene, please, sikiliza nikwambie, kuwa serious. Sawa? Naondoka. Hebu angalia ulikoacha hata pesa hata kidogo basi. Naomba nikute ndani, sawa? Nimemaliza pesa. Benny. So babe, lini tunaenda lunch? Wote. Wewe utachagua wapi? Jumatano. Unajua nimekumisi. Kwa I just can't wait to see you. Naelewa. Mamangu mrudi. Za kazi. Unafanya nini hapo? Niko na gani marafiki zangu group video call. Marafiki zako eh? Marafiki zako si ndio? Ndio baby. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Huo uasharati unaofanya, huo ujinga unaofanya, unasahau kama wewe ni mke wa mtu. Mariamu, itakukosti. Mimi nahangaika, napambana kwa ajili ya maisha yetu, lakini wewe huelewi hilo. Unafanya tu ujinga wako. Umekaa hapa, unaongea na simu video call na wanaume wako bila hata aibu. Sasa mimi kosa langu ni nini? Nisiongee na marafiki zangu? Marafiki zako eh? Ndio. Marafiki zako, si ndio? Mariamu, unachokitaka utakipata. Nakwambia unachokitaka utakipata kwa sababu huo ujinga unaofanya. Ukumbuke kwamba wewe ni mke wa mtu. Tumefunga ndoa tukiwa kanisani, ndoa takatifu, lakini wewe unaona kama ndoa ni kitu cha kawaida vile. Si ndio eh? Mariamu, mke wangu, kumbuka ndoa ni kitu cha thamani kubwa sana. Kuna wenzio huko nje wanahangaika, wanatafuta bahati kama uliokuwa na wewe, hawaipati. Sasa wewe unafanya kitu rahisi sana. Ndoa unaichukulia ni kitu rahisi sana. Tunapoelekea huko, unachokitaka Mariamu utakipata. Usikute hata ndani hujapika. Umejiremba, umejipaka shepu mwenyewe, umekaa hapa. Baby, lunch nini? Wewe mpumbavu eh? Sitaongea na wewe kwa mara ya pili. Chinga. Baby, si mume wangu. Mbona umekaa kiunyonge hivyo? Kwa nini unajui? Sijui, ndo maana nakuuliza. Umekaa kinyonge sana. Unajua ukisononeka na mimi nasononeka. Unapenda mke wako anasononeka pia? Siwe hivyo bana. Cheka basi kidogo. Kama unataka kucheka, sikupe zawadi yako. Zawadi gani? Na sio tu ya kununua. Yaani kuna nyingine ambayo nataka kukupa.
Nakushangaa unanuna nini hapa? Enda ndani usidanganye. Na ukindanganya tutakutongia tena. Unanijua mimi si ndio? Umeanza lini kutoka mimi? Kuna siku nishakwambia tutakusijatengeneza. Ah, basi. Wewe ndio mwanangu. Sasa ni siona ndio tabasamu lako tu mimi. Jinsi ulivyolewa. Mbona mwezi ulipo sio umekuja lakini sielewa kama. Kabla hujaongea chochote, najua leo ndugu yangu umeamua kunitoa kuniambia tutoke twende out tukapate moja mbili, lakini sikutarajia kama ongelewa kiasi hichi. George, unalewa kwa sababu ambazo kila mtu binadamu anapitia hayo matatizo, na lakini wengine hawalewi. Kaka, angalia watoto wanapokushangaa mtaani. Tunapita njia nzima unachora draft wewe. Sikiza Mpopo. Unajua mimi mke wangu ananiumiza sana. Ndio. Ananiumiza sana mimi. Yule mwanamke ni shetani. Sawa kaka, nisikilize, ndio mke wako anakuumiza sana na hilo swala nalifahamu. Lakini sio ufike stage ulewe hivi. Kaka, unajidhalilisha, unajifedhesha kwa watu. Kaka, wewe ni mtu mkubwa sana. Unajua hicho kitu? Tatizo wako unaongea sana Mpopo. George, nisikilize. Nilitegemea tunatoka leo naenda tunapata moja mbili tatu tunarudi nyumbani tukiwa fresh. Sikutegemea kama ungenifedhesha kama leo. Sawa. Sondoki. Nisikilize. Tunaondoka. Lakini naomba uniahidi kitu kimoja. Please. Ili swala litakuwa mwanzo mwisho leo, haitojirudia tena. Achana na. Umemwona anatumia message mbona? Achana na. Sasa sikiliza, naomba hii simu tuondoke. Twende nyumbani. Lakini Mpopo, Twende nyumbani. Unajua nini? Kila kitu achukua ni mali yangu mimi. Kweli. Na kujitaji kwa Mungu mwenyewe. Ngema, nyumba nzuri. Jisikie huru tu. Hapa ni kwako. Uko peke yako, hakuna mwingine zaidi yako. Kweli. Sikudanganya hivi. Nakupenda sana. Kweli. Na pia nakupenda mno. Yaani katika mwanaume ambaye ninampenda na ananipa furaha sana. Sasa ngara macho. Pana mke wangu, sifikiri. Kitu gani na kunyima? Nafanya kila kitu kwa ajili yako. Unakula kwangu. Nguo unazovaa kwa ajili yangu. Nakupatia pesa muda wowote unaotaka. Dave, nakupa mapenzi yote kama mume wangu. Kweli unaamua kuniingizia mwanamke ndani kwangu? Haya ndo malipo yangu. Dave, majabu ndani. Ndani kwangu. Kwenye kochi langu. Sikuwezi kumpa mapenzi nje. Kwa unaona hiyo ndio njia sahihi ya kunidanganya, si ndio? Kwamba mimi sina macho, sioni wala sijaona kilichokuwa kinaendelea hapa, si ndio?
Okay. Sikaa tu hapo na kaondoka sasa hivi hapo. Sawa. Hujafanya kitu mbaya. Mimi nashukuru. Mpaka hapo tulipofikisha nashukuru. Unatumia pesa zangu, kwa ajili ya hawa binadamu wako. Ukaona haitoshi kokote ukaamua mpaka kuwaleta nyumbani. Si ndio Dave? Sasa nikwambie kitu, sitaki kuongea na wewe zaidi. Naomba uingie ndani, chukua kila kitu cha kwako. Usifikiri tena. Sasa kwa nini unafikiria nitaenda wapi? Naomba uondoke. Acha tu. Kwa nini? Wakati hapo unajua tu kila kitu kwangu. Uondoke wapi? Naomba ukusanye kila kilicho cha kwako. Nahitaji kukaa peke yangu. Nimekwambia Dave, naomba uondoke nyumbani kwangu. Unafanya nini hapo? Nakuuliza unafanya nini hapo mpumbavu wewe? Watu wa stari zetu. Hivi wewe una akili timamu? Si ni mtoto wa kike wewe? Unanionaje? Unaniangaliaje? Wewe ni mkwenda kusichanganya. Hivi una akili timamu? Nakuuliza wewe una akili timamu? Nyinyi ndio mnaosababisha huu ulimwengu uonekane hovyo kabisa. Yaani wewe ni mwanamke unakwenda kufanya uchafu na mwanamke mwenzako? Kweli? Unajua unamkosea Mungu kiasi gani? Nyinyi ndio mnasababisha huu ulimwengu uwe mbaya. Unaninyamazisha mimi? Na wewe nani? Wewe nani? Kwa usinizingue mkwenda. Benson. Kaka. Umeanza lini mchezo? Yaani Benson, sisi tunakutafuta kuanzia asubuhi. Kumbe huko unalewa kweli. Ni tatizo gani leo linakusumbua mpaka unashindwa kushare na sisi marafiki zako? Tatizo nini? No, acha. Huwezi kunywa tena. Umekuwa mlevi siku hizi. George, nifanye nini? Ufanye nini kuhusu nini? Tatizo ni nini mpaka umekuja hapa? Na unalewa kiasi hichi, unakunywa mapombe. Kweli Benson? Yaani sijui niongee kitu gani. Yaani nimeisha. Benson, unamaanisha nini kusema umeisha? George, mimi nilimpenda ule mwanamke. Nilikuwa ridhaa kufanya kila kitu. Lakini leo kachukua hela ya kazi. Mimi nani atanielewa? Unamaanisha pesa za ofisini mke wako amezitumia kwa ajili ya matumizi yake? Ndugu zangu nimekwisha. Benson, umeruhusu vipi pesa za kampuni mke wako anachukua? Imekuwaje? Nafikiri unajua mimi na ule mwanamke tunavyoishi. Yaani mwanamke amekuwa kila siku anapenda hela. Kila siku anakuwa ni mtu wa hela.
Mimi nifanye nini? Sawa, relax. Sawa, amechukua pesa, lakini hakupaswa wewe kufanya hivi. Hakupaswa kuja hapa kunywa pombe. Marafiki zako tupo, ilikuwa ibidi utufate, utuambie tatizo lako, tujue tunakusaidia vipi. Halisaidiki ndugu yangu. Halisaidiki? Halisaidiki. Okay, sawa. Mimi nitakupatia hizo pesa. Alice. Yes, nitakupatia hizo pesa. Alice, milioni 4 sio la kitoto ujue. Tunasaidiana mangapi mpaka ili nishindwe kulisolve? Benson, Alice ameshakwambia. Kwa nini unakuwa kama huamini? Sisi ni marafiki zako. Tatizo lako ni tatizo letu. Alice, milioni 4 sio la kitoto ujue. Benson, nimekwambia nitakupatia hizo pesa tusolve tatizo la ofisi. Alice, hatupaswi kukaa tena hapa. Tafadhali Benson, amka tuondoke. No, hii huwezi kuchukua. Inuka Benson. Inuka. Mariamu, usisumbue. Toka. Niache. Mariamu, toka nyumbani kwangu. Naomba nisamehe. Najua nimekukosea. Mariamu, haina haja kupiga magoti. Inuka. Inaongeleka mume wangu. Naomba tuongee mtuongee. Mariamu, inuka. Mume wangu mambo yanaongeleka. Hakuna cha kuongeleka. Hebu inuka mjinga wewe. Toka nyumbani kwangu nimekwambia. Mume wangu nakuomba. Nimekwambia sikutaki kwenye maisha yangu. Najua nimekosea. George, najua nimekukosea sana. Naomba tuongee na tuongee. Wewe una akili kweli timamu wewe? George, Nikufumanie na wanaume tofauti tofauti, nikuache tu? Nilikuwa nakwambia Mariamu, mke wangu tulia. Ulikuwa hunielewi. Sasa tafadhali ondoka kwenye maisha yangu. Sikuhitaji. nakuomba unisamehe mume wangu. Naomba. Nikusamehe. Naomba tuongee. Nikusamehe. Nakuomba George. Mariamu, usinisumbue, usinijazie watu. Mume wangu naomba kusamehe. Sitaki, hakuna cha kukusamehe. Naomba Najua uondoke. nimekukosea. Naomba haya mambo yanaongeleka. Naomba tuongee. Mariamu, unanielewa? Nikusamehe, si ndio? George, kumbuka tulipotoka. Mimi Mariam, niondoka sasa hivi naelekea wapi? utajua popote pa kuenda. Nakuomba, naomba tuongee. Haya mambo yanaongeleka mume wangu. Kuongea eh? Kila siku nilikuwa nakwambia. Mwanamke mshenzi kabisa wewe. Kazi malaya tu. Utakusaidia nini? Hao na kitu nao kwa nini? Kwenda mwana kwenda, mshenzi mkubwa.
Naomba uondoke mama. Mimi nitaenda wapi? Nisamehe. Hebu naomba unisikilize. Naomba unisikilize kwa makini. Tulia basi. Irene, kila siku nikitoka muda nakupa hela. Wewe kila siku hela. Nisikilize. Yaani hakikisha ukirudi hapo muda vitu vyako viwepo, sawa? Sasa unanifukuza nitaenda wapi mume wangu? Utajua wewe utaenda wapi kwa sababu kila siku siko nataka hela. Hela ulikuwa unapeleka wapi? Nisamehe. Sirudi tena. Yaani mimi nikusamehe kwa sababu ya mikopo yako, si ndio? Yaani napambana kila siku silali humu ndani kwa sababu yako wewe. Kila siku ulikuwa unataka hela. Mwanamke gani? Ubadili kwanza unenepi. Yaani pale kimbapo unenepi kwanza. Naomba uondoke. Tafadhali. Sitaki kubadilisha maamuzi yangu. Naomba uondoke kwa amani, tafadhali. Utaenda wapi nini? Wewe kila siku wewe unapekaga wapi? Kila siku wewe unapekaga wapi? Sasa kila nikitoka muda unataka hela. Kila siku nikitoka muda unataka hela. Mikopo ya nini? Umeyakoroga. Umeyakoroga. Nisikilize, umeyakoroga mwenyewe. Kwa hiyo lazima ujiane peke yako, sawa? Naomba uondoke kwangu. Nakwenda mimi. Irene, nimekubembeleza, nimekulea. Yaani mpaka pesa ya watu ulikuwa unatumia unavyojua wewe. Lakini nilikuwa navumilia kwa sababu mimi nakupenda. Lakini watu hujalizika. Tena mara ya mwisho naomba hivi. Unajua mimi sija kumfanyia mtu yote kitu kibaya. Unajua hivi. Sawa? Nimekupenda, muda wa kupendana umeisha. Tafadhali naomba uondoke kwangu. Sitaki nifanye kitu kibaya kwako. Tafadhali naomba uondoke. Irene, naomba uondoke kwangu. Tafadhali. Mungu tena.
mpenzi wangu, nilikuwa na unaonaje sasa hivi tukaanza kuishi wote? Yaani unajua jinsi na nitakuwa na amani ya moyo endapo nitakuwa nakuona kila asubuhi. Mtu mwelewe basi kwa macho. Simuelewa vizuri. Tumefikia huko. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Wewe si mke wa mtu? Wewe simuelewa. Nisikilize hatua kwa hatua. Kaa mbali na maisha yako. Achana mimi, fanya maisha yako, niache pia nifanye maisha yangu. Shetani mkubwa wewe. Yaani nyinyi ndio wagombanishi katika ndoa za watu. Bado unang'ang'ania devu kwa nini? Mimi ndio nimesababisha uchane na mke wako? Haijalishi uwe wewe au mtu mwingine. Si nimesema hivi sikutaki. Hebu elewa basi. Bibi, sasa uko serious? Unajua ninakupenda. Usinifanyie hivyo. Kampende kakako. Baby, please. Tena mimi. Hapana Alice, unajua nimekaa hapa na kusubiri muda wote huo. Huwezi kuniambia kwamba unaenda kwa George? Alice, mimi nimekaa hapa na kusubiri muda wote. Hebu nisikilize basi. No. Alice. Sasa George kila Alice. Hapana. Yaani kila siku George. Yaani kila nikipanga mikutano na Alice, George anakuja. Kwa nini singemchukua hata huyo Irene jamani? Mimi sitakubali. Yaani huyo Irene no, Alice, yani mimi kila siku, yani nikitaka kupanga kwamba nakutana na Alice, anitoe stress, George anaingilia. Mimi siwezi kukubali hili jambo. Mimi nishampenda ule demo. Yani George, kila siku George. Hapana. Wewe mke wako, wewe mke wako. Yani huyo Alice kila siku, Alice. Wewe ni mke wako. Yani anajua kabisa mimi nikiongea na Alice mimi ndo ananisaidia mimi kutoa stress. Yani Benson, inabidi tuongee. Unataka tuongee kitu gani? Hatujamaliza mimi nawe kazini. Relax bro, relax. Why tugombane kwa vitu vidogo? Tatizo nini? Nisikize kitu kimoja George. Mimi na wewe sio watoto wadogo. Sawa sawa? Alafu mambo kufuatana kuitana njiani mimi siyataki haya mama. Tushamaliza mimi kazini, hakuna lingine tunadaiana. Kuna lingine? Ndugu yangu, unakuwa mkali kiasi hicho. Sikiliza. Ukitaka mimi na tuendelee kuwa sawa, marafiki kama zamani, tuendelee kufanya kazi vizuri, naomba achane na Alice. Why Alice anatugombanisha? Kwa nini? Wewe unajua mimi nampenda Alice. Kwa nini ujisogeze? Asa bro, Alice ni rafiki yetu. Mimi ni rafiki tu kwa Alice. Na wewe ni rafiki. Rafiki, si ndio? Sikiliza. Mlikuja pale, mlikuta mimi nakunywa siku ile. Sawa? Sio mlikuja kunijoki au mlikuja kunisaidia. Sasa kama marafiki mnataka kunisaidia, naomba achane na Alice. Kwa sababu mimi Alice nampenda. Yaani unataka kunichanganya kama nyumbani kwangu unavyochanganyikiwa, si ndio? Nisikilize. Alice mimi ananifuata tu mwenyewe na mimi namchukulia kama rafiki. Basi sawa, ndio ujue sasa mimi nampenda Alice kuliko unavyompenda wewe. Basi achana na Alice. Sasa nawezaje kuachana naye kati tunafanya kazi? George, mimi siwezi tuzungumze masaa mengi hapa, sawa? Unaelewa ndio hivyo. Uelewe, achana na Alice. Achana mimi bwana. Alice ni rafiki yetu. Tunafanya kazi ofisi moja. George, una mind kitu gani?
Mambo? Jambo. Samahani kidogo. Naweza kuuliza kitu? Samahani. Mimi naitwa Benson. Sijui unaitwa nani? Tasha. Wow. Hey, kama ulivyo. Tasha. Naweza kupata namba yako ya simu labda baadaye nikakucheki kwa kuwa kuna mtu hapa anamsubiri, then nitakucheki kama ukinipa namba yako ya simu. Okay, for business, right? Yeah, it's okay for business. Here you go. Okay. Tasha, eh? Okay. You're welcome. Yeah. Mwisho 72 namba yako, eh? Sawa. Unajua kama siamini kama tuko wote kwa vita ambayo tumepambana, kwa vita ambayo nimepigania kuhusiana na penzi lako, wala siamini kama tumepita. Yaani huwa nakaa najifikiria, ni kweli Alice umekuwa mke wangu au ni ndoto? Usimalize maneno yote, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana hii nafasi, hii fursa nilikuwa naitamani sana. Hujui jinsi gani ambavyo mume wangu alikuwa akinitesa, alafu nilikuwa nikikuadmire pale ofisini. Yaani nina furaha sana wewe kuwa mume wangu. Asante mke wangu kipenzi. Unajua nimediriki kugombana hata na rafiki yangu kipenzi kwa sababu yako. Yote hayo yametokea kwa sababu nakupenda kweli, na wewe ni mke sahihi kwangu, wife material. Una tabia njema, mzuri, una kila sifa kuitwa mke. Yaani sijui hata ingekuwaje ningekukosa. Ningejilaumu kwa kiasi kikubwa sana. Hatimaye sasa umekuwa mke wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Mke wangu, tunakula nini leo? Unataka nikupikie nini? Nimekuambia napenda sana makange ya kuku. Ila uko ndani sijui kama kuna chakula kingine. Vyovyote vile mke wangu fanya, ili niweze kupata hicho chakula. Nakipenda sana, na unajua. Basi usijali. I'm yours. Anything you want? I love you so much. Alice. Karibuni. Asante sana. Hichi hapa ndio kisehemu changu kidogo ambacho nimekuja kukianzisha ili ya biashara zangu ndogo. Hongera sana. Umepambana. Na sio kiofisi. Ni bonge ofisi. Ni kweli Benson. Kikweli umepiga hatua moja kubwa sana. Kwa kuanzia umejitahidi sana ndugu yangu. Hongera. Hongera sana. Mimi nashukuru Bwana George kwa sababu pia ni moja kati ya hatua kwenye maisha yangu na mke wangu, inabidi na sisi tuache kuajiriwa sasa. Inabidi tuwe na chetu kama huyu. Yaani tumeajiriwa miaka mingi sana. Sasa hivi inatakiwa tuige mfano wa Benson hapa. Okay, basi sawa. Mimi nafikiri tusizungumze sana. Ile George, Alice. Nitoe tu shukrani zangu za dhati kwa kuja kutufanya kwa. Na nashukuru kwa kuwa na vitu vingi ambavyo Samo tumepoteza, lakini naona tunaenda kurejesha. Nashukuru sana. Pia. Tunashukuru sana. Benson, hakika nina furaha kubwa sana kuona familia imerudi tena. Kiukweli niko happy na naomba tusahau yaliyopita kwa sababu tumepita vikwazo vingi mpaka kufikia hapa. Hatimaye umempata mpendaye na mimi niko nimpendaye. Okay, mimi niseme tu nashukuru kwa kuwa ni kama vile tumerejesha familia iliyopotea.
Nafikiri ni mwanzo mzuri sana kuanzisha biashara zetu zile ambazo tulikuwa tukishirikiana toka mwanzo. Kwa hiyo Alice, mimi nakuamini sana. Basi mimi niwashukuru, niwaache mpumzike kwa sababu tumekaa muda mrefu hapa. Mimi naomba ruksa yako. Kaka Benson. Haina shida. Alice, karibu tena. Shemeji. Asante. Kiongo twende. Safari njema. Asante.